عن أبي هريرة رضي الله عنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم. Abi Huraira raza Allah zimwendee asema amekataza bwana mtume sallallahu alayhi wasallam ayabia hadhiru libadi, mtu wa mjini kununua bidhaa ya mtu aliyetokea shamba. Ayabia hadhirun libadi, hadhir ni yule mtu wa mjini, badi ni mtu aliyetokea vijijini. Biashara ya namna hii imezuiliwa inapokuwa nje ya soko. Wakati yule tayari mazao ameandaa na kila kitu, anataka kuja kuuza, huyu wa mjini kabla hajafika sokoni kule kwenda kuyapokea njiani, sheria imekataa. Mwache afike sokoni, mwache afike nini? Sokoni. Na katika nahi, katika miongoni mwa makatazo mwa haya ni Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hadithi leo katika Sahih Muslim pale aliposema la yabiu hadhiru libadi, mtu wa mjini asiende kumfuata mtu wa shamba wakati yuko njiani anakuja kuuza mazao yake. Kisha akasema Mtume sallallahu alaihi wasallam, da'u nasa, waacheni watu, yarzuqullahu ba'dhahum min ba'd, Mwenyezi Mungu awaruzuku baadhi yao kwa baadhi. Acheni watu, Allah waruzuku baadhi yao kwa baadhi. Anamaanisha waacheni watu, yule mnunuzi wa sasa hii anunue kwa mnunuzi wa kwanza. Sokoni ndio panapouzwa, yani na maana mkifika sokoni ndio mahala pa kuuza. Kwa hiyo kwa kuwa sokoni ndio mahala pa kuuza, hapa katikati asiingie mtu. Da'u nasa, waacheni watu. Na ndio kwa maana biashara yote ya kuingilia kati watu wanafanya wawili hairuhusiwi kisheria. Hata kama ni jamaa yako ameingia kwenye biashara, wewe ulikuwa uruhusiwi kuingia, kwa sababu tayari washaanza biashara. Kwa hiyo hii ndio inatuonyesha kwamba mtu wa shamba haruhusiwi, mtu wa mjini haruhusiwi kwenda kuyakinga, anakwenda kule nje ya mji kwa ajili ya kuchukua yale mazao na kujaribu kumzuia huyu asijue uhalisia wa hii biashara imekaaje. Wala tanajashu, wala nini? Wala tanajashu. Najashi tumepita, asizidishe dau mmoja wenu. Dau linazidaje? Najashi ni nini? Ni mtu ananunua hivi, mwambie mimi nitanunua hiyo zaidi ya hiyo. Wewe ukiwapa, yani najashi wanasema nani, kwa definition yake ayuzida fi sil'a man la yuridu shara'uhu, ni mtu kuzidisha dau lakini yeye hataki kununua, ili aharibu ile biashara tu basi. Wakati yule mwenye mali anajua huyu jamaa atanunua kwa nyingi, yule jamaa anaondokea mbele, anamwacha na mali yake. Wa kwanza amemkosa, na huyu wa pili kamlaghai, mara anarudi na mnyama wake nyumbani, alipeleka mpaka sokoni, hakuna ananunua. Na wale wanaonunua pia wakijua tayari huyu hana msimamo, basi wanamwacha, wanamwangika. Kwa hiyo hairuhusiwi na ni makosa. Wala yabiu rajulu ala bei akhi, mtu asiuze biashara juu ya biashara ya mwenzake. Bei ni kununua. Hii hapa kuna vitu viwili. Maana ya kwanza, wala yabiu rajulu ala bei akhi, maana ya kwanza ni watu wanauziana. Kwa mfano mathalan, kuna mtu anataka kununua cha ndugu yake, wanafanya biashara, akamwambia bwana, mimi hii nitakupa kwa ngapi? Kwa 10. Hii biashara hii nauza. Bwana, hii mimi nitakupa kwa mfano 9,000. Mwingine akasema, si huyu mnunuzi ananunua kwa huyu, ananunua kwa mwenye mali. Mwenye mali anamwambia shilingi kwa mfano 10,000. Anatokezea mmoja anasema mimi bwana, hii usinunue, mimi nitakupa kwa 9,000, au nitakupa kwa 10,000 hii, lakini kilicho bora zaidi. Hii ni sura ya kwanza, alla yabiu ba'dhukum ala bei ba'd. Yani anakuja mtu ananunua, kwa mfano tufanye ni mbuzi, mtu kafika dau la shilingi 70,000, alafu natokezea wewe, wanauziana. Yule mnunuzi amesema 70,000, huyu bwana ana dalili za kununua, ukamwambia hapana, mimi nitakupa kwa 60,000 kama hii 20 nazo hapa, au ukamwambia nitakupa kwa hii 70,000 utatoa,
lakini wa kwangu mnyama atakuwa na hali nzuri kuliko hii. Hii ni sura ya kwanza. Sura ya pili ni kumwambia yule anayeuza kitu, kwa mfano kwa shilingi 1090, amefika anauza kwa 1090, wamekubaliana kabisa, yule mnunuzi anataka kununua, unamwambia hapana, mimi nitakupa 100,000. Hizi sura zote mbili ni haramu kwa sababu zinavuruga. Wala yabi'u rajulun ala bay akhi, hii inafasirika mara mbili. Yani kuna wakati yani unaharibu kote kote. Mimi nataka 10,000, kuna mtu anafika 10,000, unamwambia hapana, mimi nitakupa chini zaidi, mimi ninayo. Sura ya kwanza. Sura ya pili, amefika kwenye dau 10,000 ile ile, ukamwambia mimi nitatoa 11. Kwa zote wala yabi'u rajulun ala bay akhi, imekaa katika sura ya namna hii. Wala tasal almar'atu talaq ukhtiha min hisi tuishi wala yakhtubu ala khitbati akhi. Muda unatukataa tayari, muda umeisha. Sijajua kwamba sasa asubuhi inachelewa, mwana kitabu cha pili inakuwa ni shida. Wiki iliyopita tukisoma, sisi tuishie hapa, tuguse kidogo kule, tuishie hapa, tuanzie wala yakhtubu ala khitbati akhi katika wiki ijayo. Sawa jamaa, naomba tusimamie hapa.